Kanisa la Peramiho ni moja kati ya makanisa kongwe Tanzania. Hili hapa leo nipo kuwapa historia yake. Historia ya kanisa la Peramiho ilianza mwaka 1814. Hapo ndipo ambapo Wajerumani walikuja Tanzania na kutaka kujenga kanisa kubwa ambalo litabadilisha maisha ya Waafrika kwa namna moja au nyingine. Na hili hapa ni moja kati ya makanisa ambayo yamejengwa na Wajerumani kwa madhumuni tofauti tofauti. Moja kati ya dhumuni la kanisa hili kujengwa na Wajerumani ilikuwa ni kusambaza Ukristo maeneo tofauti tofauti ya Tanzania. Lakini pia usisahau Wajerumani walikuja huku kwa ajili ya lengo ya kusambaza elimu. Licha ya kuacha kwamba wamejenga kanisa watu wapate elimu ya kidini, wapate Ukristo, lakini walikuja kusambaza kitu kinaitwa elimu. Na kwa nini walileta dini ya Ukristo Afrika? Kwa sababu kwa kipindi cha nyuma makabila kama Wangoni, Wamatengo walikuwa wakiabudu kiasili zaidi. Yaani Wajerumani walivyokuja Peramiho walikuta Wangoni na Wamatengo na makabila mengine ya hapa Peramiho ama Songea yanaabudu katika njia za asili tu. Kwa hiyo lengo kubwa la Mjerumani lilikuwa ni kusambaza Ukristo, kila mmoja amjue Kristo, kila mmoja ajue dini ya Kikristo kiufasaha zaidi. Katika ujenzi wa kanisa kuu la Peramiho zipo ambazo changamoto walizokutana nazo Wajerumani. Katika kila kitu kizuri au kila kitu chenye ubora hakiwezi kukosa changamoto. Na changamoto hizi ndizo ambazo walipitia Wajerumani wakati wakijenga hili kanisa hapa. Changamoto ya kwanza walipitia changamoto ya uharibifu wa mali na uharibifu wa majengo yao kutokana na vita ya kwanza ya dunia ambayo ilipiganwa mwaka 1914 mpaka mwaka 1918. Vita hiyo ili affect kwa asilimia kubwa sana Wajerumani kutokana na kwamba hawakuwa na nafasi na ilibidi wafukuzwe warudi kwao. Lakini ujenzi wa kanisa hili pamoja na changamoto hawakuishia hapo. Walifanikiwa kurudi baada ya vita, na ujenzi wa kanisa kujengwa baada ya vita ilikuwa ni spidi kubwa kuliko ile ya mwanzo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama changamoto ndo mwanzo wa mafanikio yao. Kwa kanisa hili lilijengwa kwa spidi kubwa sana baada ya changamoto ya vita ya kwanza ya dunia. Baada ya vita kuisha mwaka 1918, Wajerumani walikuja walijenga ili kanisa kwa spidi na waliweza kuanzisha makao mapya ya watawa na malezi ya Wabenediktini na watawa. Je, ni faida zipi ambazo zimeweza kutokana na hili kanisa kwa asilimia kubwa? Kwa sababu hapa tulipo tuko Peramiho na kuna watu wanaweza wakawa hawajui kanisa hili linanufaisha vipi watu kwa kiasi kikubwa. Namba moja, kanisa unaloliona nyuma yangu limeweza kusambaza Ukristo kwa kiasi kikubwa kwa sababu ni moja kati ya makanisa kongwe Tanzania. Hili hapa watu wengi wamepata Ukristo, watu wengi wamepata dini, watu wengi wamepata imani ya Kikristo kupitia hili kanisa. Ni faida namba moja. Faida namba mbili, Wajerumani waliweza kuandaa shule na vyuo mbalimbali kwa lengo la kusambaza elimu ambayo inaweza ikawasaidia vijana na kugundua na kujisaidia wao wenyewe katika maisha yao na maisha ya kijamii. Lakini pia bila kusahau kuna hospitali kubwa kabisa ambayo imejengwa hapa Peramiho, ambayo hata wewe mtazamaji huenda umeshawahi kuisikia na umeshawahi kuiona. Basi hospitali hiyo ilijengwa na Wajerumani hapa baada ya ujenzi wa kanisa hili. Kwa hiyo kanisa limekuwa na manufaa makubwa hasa kwa Waafrika kwa ujumla, kwa sababu mpaka dakika hii lipo chini ya Waafrika na lipo chini ya watawa ambao ni Waabei. So tutaenda kulitembelea kanisa hili na tutaangalia sifa zipi za kipekee zipo kwenye hili kanisa. Hili kanisa lina sifa nyingi sana, lakini leo tutachambua sifa chache and then we will go with it. Yes. Moja kati ya sifa za kitofauti na za kipekee za hili kanisa ni kwamba lina saa ambayo imetengenezwa toka miaka ya kanisa linajengwa mpaka leo na bado zinasema ukweli. Yaani saa zilitengenezwa kipindi kanisa linajengwa, lakini mpaka leo bado zinasema ukweli.
twende ukazione. Saa zenyewe ni zile pale, umeona, ukiziangalia ni kama machuma, lakini they work. Yani hizi saa zinafanya kazi vizuri kabisa zile pale. Umeona vile? Ukiangalia sasa hivi kwenye saa yako utagundua kwamba inakueleza kile unachokiona pale ndo kitu ambacho serious in reality way. Yani zile saa zinaongea ukweli. Engineer aliyetengeneza ili kanisa alitengeneza katika ubora wa kiwango cha hali ya juu sana. Yes. Baada ya kugundua kwamba hili kanisa lina saa ya kitofauti ambayo haijawahi kupoteza majira toka imeanza kutengenezwa, nataka niwapeleke katika sehemu ambayo ina maneno ambayo ya kukutia moyo wewe unayekuja kusali katika kanisa hili. Na maneno haya yaliandikwa na baba paroko wa kanisa hili kwa ajili ya kuwafanya waumini waweze kuwa na moyo wa kusali bila kuwa na mambo mengi. Hapa ukiangalia vizuri kwenye kanisa letu kuna maneno yameandikwa hapa: funga simu yako na ufungue moyo wako. Basi maneno haya yamekuwa yakiwatia moyo watu wengi na kuwafanya wafate maandiko ya kidini na bila kuangalia simu zao wala vile walivyo navyo. Lakini pia hata ukiangalia ubora wa hili kanisa umejengwa katika ubora mkubwa sana. Kanisa lina tofali ambazo ni za kuchoma, ambazo ni za muda mrefu. Kama unavyoweza kuangalia kanisa ni hili hapa nyuma yetu, lina muda mrefu, ni moja kati ya makanisa kongwe na yanapatikana hapa Songea Peramiho. I hope utakuwa umejifunza kitu chochote katika video hii. Usisahau ku like, ku share na kusubscribe Kijiweni Kwetu. Ni mimi hapa Henrik Julius wa Kijiweni Kwetu. Bye.